Na kuniambia kuna methods mingi sana mtu anaweza tumia ndio asilipe fare kwa match. Like mimi nilirealize kumbe wasee ni wakora huku nje. Mimi kuna jamaa nilikuwa naongea na yeye ananiambia like yeye kulipa fare maybe sasa kama amelazimika kabisa, lakini ata make sure ame exhaust like method zote before asema analipa hiyo fare. Na by the way si ati nawaambia ndio mtry out hiki tu. Hii stuff ukipatikana man usiai sema ati mimi ndio nimekuadvise ama nini. These are stories zenye mimi na get tu zenye wase wameepa. Na naona tu like eri niwaeke tu hapa ndio mjue like kuna stuff kama hizo zina happen. Jamaa aliniambia kitu ya kwanza kama atapandia gari mid route Tuseme for example hizi magari zinatoka Tao zinaenda Juja. Mtu amepandia tuseme maybe mahali kama Kiunguro ama tuseme Ruiru pale. Jamaa ananiambia anaingia pale na in fact anahakikisha ameingia na crowd design. Kama kuna viti itakuwa zenye hazijakaliwa pale anaenda kujiekelea pale, na hapo ananiambia vitu mbili zina function hapa, body language na psychology. Jamaa anaenda kujiekelea hivi kwa kiti, alafu kumbe ati conductor akikuja jamaa anajifanya amechoka, yeye ametoka Tao, hata ni kama amedoze hivi kidogo, na conductor ni kama akitaka kurealize ati anamuona hivi na maybe sura ngumu ama nini. Jamaa anamwangalia pia na sura ngumu, ni kama like ni nini bro unaniambia mimi nishalipa bana. Yeah? Akitaka sijui kusema nini, mabase of course unajuanga zenye kutoka Tao hadi Juja inakuanga tuseme 8 ama tuseme so. Yaani unapima conductor hivi mpaka anajishuka, unasema ama yenyewe ni kama amelipa. Na unakuwa stand with your answer. Usikae ni kama mtu unalegea. Iko wewe ndio una control the moment. Huyu jamaa akaniambia ameepa hiyo design mara mingi sana. What? Nikajiambia this is really man, it's like singefikiria kitu kama hiyo. Jamaa ananiambia the second method ati tuseme for example kama yeye anasafiri na best yake ama just somebody a colleague. So kitu jamaa anafanya wanahakikisha kwa stage tuseme for example kama wanatoka Tao hadi Thika, wanahakikisha like kama huyu amekaa mbele hapa kwa kiti, jamaa anakaa like directly behind the guy, ndio at least kama hata hiyo fare ilikuwa ruabe hamtalipa hiyo tuso. Mmoja atalipa tuseme kama ni hiyo 100 bob, alafu anapeana simu before sasa conductor afike hiyo line ya nyuma. Jamaa atakuwa amempea simu na huko nyuma jamaa anaonyeshana message kama ilikuwa ni so ama ni 80. Inakuwa sasa mmoja wenyu amelipa na mmepa na zile dozi zingine. Like kwani mna save za smocha ama nini man? Ya mwisho jamaa ananiambia akiingia kwa mat hivi na apate ati maybe tuseme for example kuna kiti, si kuna ile kiti yenye inakaa kwa dirisha and then the next one. Anaambia huyu jamaa mwenye maybe anakaa kwa dirisha, mimi nasikianga kutapika or something, ama tu anampea tu a lame excuse, anamwambia mimi nataka kukaa kwa dirisha. So sana conductor akiona umekaa kwa dirisha ana assuming ashamalizana na wewe juu like uliingia kitambo kidogo. So inakuwa hutalipishwa. Ule jamaa kama alikuwa amelipa, si akiulizwa ataonyeshana message na aseme mimi nimelipa. Bora tu asiko mtiaji asema ati ni kama wewe hujalipa juu ameona ukiingia na hajaona ukilipa. Hapo ndio pia unaweza epa hivyo. Like wase mnakuwa na methods. Like ananiambia usiai kuwa mtu watu haraka kutaka kulipa conductor. Ma conductor saa zingine wanatupa mbao. Ukiona haja kuitisha do, achana kumpea. Unampea kwa nini? Hizi do tunatafuta kwa shida saa hii bana. Unataka kupeana tu hivi. Kama unaweza pata chance ya kuepa, epa. After amemaliza kunichapia hizo mbinu zote nikamwambia bro, mimi nitaendeleanga tu kulipa fare juu mimi naogopa sana hii Nairobi manze, sitaki kupigwa ama unajua wase by the way wakipatikananga wanapigwa, unapata mtu hata mpaka unakosewa heshima, unaweza tolewa hadi viatu, unaweza tolewa hadi nguo, unaweza tolewa hadi toja, hadi like wanaweza mess up na your life manze. So saa zile una risk karada sana, usikue tu ni ati unafanya for the sake. Hakikisha unajua risk zote na vitu kama hizo, usikue mtu